katoshi zeki sono za atalado sabadado shekete yamane. Natamka neema ya Kristo iwe ndani yako, baraka za utele ziwe ndani yako. Mjue sana Mungu ili mema ya kujie, kwa kuwe katika hekima na kimo, kwa kumjua yeye Mungu aliyekuita katika mwito, katika jambo lolote unalopitia. Ninatamka neema, ninatamka baraka, ukapenye kwenye hilo eneo, ukapenye kwenye kila aina ya jaribu. Riko sikiri bando sherebosa ya mande riki sorobodi ya manda sheketeri ya mando sakataria regede bavato sarabadia zende kosha katari ya mande. Mungu akubariki sana. Naitwa Mwalipita Nixon. So namshukuru Mungu ambaye amenipa tena neema na kibali cha kuwa live siku ya leo. So nataka nizungumze na wewe moja la msingi na la muhimu sana, ya kwamba usijaribu kumgeuza kila mtu aliyekunyima msaada ukamfanya kuwa adui. Elewa jambo moja, ya kwamba msaada sio deni. Yani mtu anapoamua kukusaidia sio deni, kwa sababu unapomomba mtu msaada anayo nafasi ya kukusaidia ama kutokusaidia. Kwa hiyo mtu anapokusaidia jambo fulani au akakupromise jambo fulani ya kwamba atakusaidia jambo fulani, kazi yako wewe ni kupushi lile jambo alilokwambia kwamba atakusaidia ili ile jambo liweze kutokea. Of course lazima uelewe jambo moja, kwamba baraka ina vita kuliko laana. Mahali popote ambapo una riziki kuna vita kubwa kuliko laana. Kwa hiyo mtu anaposema ya kwamba atakusaidia jambo fulani, mtu anaposema ya kwamba atakupa mtaji wa biashara, is not debt, yani sio deni kwamba unamdai mtu. Huyo ana nafasi ya kukusaidia ama kuto kukusaidia. Sasa nimejifunza mambo mengi na nimeona watu wengi ambao wanajaribu kuwageuza watu kuwa maadui wasiokuwa maadui. Sasa mtu anapoamua kukusaidia, ameamua kwa mapenzi yake, ameamua kukupa msaada. Kwa hiyo sio deni. Usijaribu kumchukia huyo mtu, usijaribu kumfanya huyo mtu kuwa adui. Na wengine tumeingia kwenye hatari kubwa ya kujaribu mpaka kuchukia ndugu, kwamba ndugu yangu hajanisaidia, unaamua kutengeneza uadui na huyo mtu. Wengine mpaka wazazi kabisa, kwamba huyu mtu hajanisaidia, unaamua kutengeneza uadui. Wengine ni marafiki, unasema hajanisaidia, unaamua kutengeneza uadui. Ukiona mtu akusaidii kwenye jambo fulani, kuna mambo ambayo yanaweza yaka happen na msaada wa mtu ukazuiliwa. Ni kweli kabisa huyo mtu alikuwa akusaidie, lakini uelewe ya kwamba baraka ni vita. Mtu huyo anaweza akawa amezuiliwa asikusaidie. Mtu huyo anaweza akawa amefungwa asikusaidie. Kwa hiyo nini ambacho unatakiwa ufanye wewe? Ambacho unatakiwa kufanya ni kuomba na kumwombea huyo mtu na huo msaada ambao unahitaji, basi uweze kufanikisha. Kwa sababu kama kuna mtu alikwambia atakusaidia na asikusaidie, pengine sie ambaye ilitakiwa akusaidie, kwa sababu Mungu huinua mtu kupitia watu. Mungu anataka kuinua maisha ya watu, anakuletea watu fulani kwenye maisha. So Mungu anataka kupeleka viwango vipya, anakuletea watu ambao Mungu yeye mwenyewe amewatuma watu wakupeleke kwenye viwango vipya. Kwa hiyo inawezekana mtu akatamka atakusaidia, lakini akawa sie aliyekusudiwa na Mungu ili akusaidie. Elewa, inawezekana huyo mtu amesema atakusupport, lakini sie aliyekusudiwa na Mungu akusupport. Kwa hiyo unapojaribu kutengeneza uadui kwa mtu ambaye alikwambia atakusaidia na asikusaidie, alafu huyo mtu ukamgeuza kuwa adui, ukweli ni kwamba unafunga mlango wa mtu yule ambaye ilitakiwa aje akusaidie. So baada ya mtu ya kwamba kusaidia afu akusaidie, usitengeneze na inafaa usamehe, uanze hatua nyingine tena. Kana nazungumza na mtu alikupromise kwamba atakuoa, hajakuoa, usitengeneze uadui. Kuna mtu alikwambia nitakupa nafasi, nitakupa chance, utapata kazi, na hajakupa chance, usitengeneze uadui. Kuna mtu alisema nitakusomesha na hajakusomesha, usitengeneze uadui. Kuna mtu alisema nitasupport watoto wako na hajasupport watoto wako,
usitengeneze kwa adui, kwa sababu msaada sio deni na msaada sio lazima. Kwa hiyo msaada ulioahidiwa usikufanye wewe ukamtengeneza adui huyo mtu, ukamfanya huyo mtu kuwa mbaya. So unaweza kuachilia huyo I